Jina yangu naitwa John Kimani Gathitu. Mimi ndio chairman wa Solidarity. Tumekuja hapa kotini tukiwa na malilio yetu kwa sababu tukiwa tumegandamizwa na county government kwa kubomoa vibanda zetu, kutuacha tukiwa hatuna cha kufanya kwa kuwa tuna watoto wanasoma, tuna maisha, tuna madeni, na sisi tunaomba koti hii itusikize, na tumeona ikiwa na pande yetu kwa sababu sisi tuna ushahidi kwamba pale wazazi wetu ndio walitupa ile nafasi, ndio walianza pale. Miaka ya hapo awali tumekuwa hapo, na sisi bado tumekuwa hapo tukilipa leseni, tukiwa na mastakabadhi yote yenye county inakuaga. Pia tuna malilio kwamba mwaka huu county ilikuwa imetutoza leseni na tuko nazo na tumewapatia. Tunauliza ya kwamba kwa nini walikuwa wakatuitisha leseni wakijua kwamba watatubomolea vibanda zetu. Alafu ya mwisho ni kwamba tuna uchungu mwingi kwa sababu tumepoteza wazazi wetu wawili baada ya haya mabomozi ambayo county yanaendeleza katika soko letu la Gikomba. Sisi tunaomba serikali pia walisema kuwa watalinda, watachunga watu wa biashara ya chini, na sasa hivi tunaona wanatugandamiza. Lile kitu wanalosema watatuletea pale ni fire station. Hiyo fire station tunauliza mbona wakatuletea fire station kutumaliza? Afadhali moto tulikuwa tukiunguliwa na inatuacha mahali pale, tunajiinua polepole tukikomba malon na marafiki wakitusaidia, na tunaendelea na tunasimama. Kwa hivyo tungeona hii ngamia imekuja kuingia kwa nyumba yetu, ili tuomba ingize kichwa, sasa inaomba kuingiza mwili, ibomoe boma yetu. Ni hayo tu. Kwa majina naitwa Judith Akinyo Koth. Tuko na shida kubwa sana. Tumebomolewa bila notice. Unastukia tingatinga ndio hiyo imeingia, inavunja mavibanda, mali zetu zinakanyagwa, tuko na mkopo. Mpaka saa hizi nyumba nimefungiwa, watoto wangu hawaendi shule. Nashindwa mimi ni mwana Kenya, nitaenda wapi? Usaidizi nitatoa wapi? Ndio maana tumekuja hapa tusaidiwe. Hata serikali ilituambia vizuri, hatutakuja kusumbuliwa wana Gikomba, na rais wetu mpendwa Ruto alikuwa anapita hapo kwetu Solidarity akasema hakuna mtu atawaguza watu wangu, hakuna mtu atawaguza. Na saa hizo ndio tumeguzwa, tumemalizwa, hatuna mwelekeo. Mimi hata mahali pa kulala sina. Niliomba tu kwa jirani ndio nalalaga na watoto wangu. Sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi. Wakati walileta mambo na fire station, nafikiria nilikuwa pale kwa chief, ikaletwa container 3. Ambapo machairman walifundishwa vile watafanya kazi na hizo macontainers 3 za fire station. Sasa moja ilikuwa Royal, moja ilikuwa kwa chief, moja ilikuwa huko 42. Sasa nashindwa hii fire station tena imekuja kutungoa. Ni nini imeleta? Kwa sababu fire station iwezi katungoa, itazimia wakina nani moto kama tayari sisi tumetolewa? Tusaidiwe. Na president wetu mali yuko asikie kilio chetu. Tusaidiwe turudi kwetu tufanye biashara. Sina mengine. Kwa majina ninaitwa Asha Mudhoni. Na nimekaa hapo nusu ya karine yangu sasa. Nimezalia hapo watoto wangu wote. Na saa hizi nimekuwa mzee, niko na 66 years. Niko karibu kwenda retire. Mnanifukuza saa hizi, wajukuu wako university, wengine wamemaliza skuli form 4, wengine wamemaliza skuli wanataka kuenda kutafuta course. Saa hii ndio mnanifukuza, na mimi hao wajukuu sina kwa kuwapeleka. Mama zao walikufa. Mimi mwenyewe mamangu tulivunjiwa na Kaitan mwaka sijui wa 90. Tukavunjiwa na Kaitan, mamangu akafariki. Ni machozi tu tunatafutaga hapo. Hakuna kitu ingine. Siku zote hizo tumelipa leseni. Hawawezi kutusikilia imani. Kwani Kenya hii iko na watu kabila gani? Manake mimi ninashangaa. Ukishika kazi unaambiwa wacha. Afadhali muizi nini? Hatuna nguvu ya kuiba sisi.
tusaidieni, mturudishie pale tunafanyiaga kazi. Watoto wetu wako university hawana hata chai. University si kama secondary. University unanunua chai sijui 100, unanunua chakula jioni shilingi sijui 150. Sasa huyo mtoto atasomaje? Ndio maana unaona wanawake wanazurura tu. Hakuna mtu wa kusaidia wanawake Kenya. Tutafanya nini? We rais, ukiwa pale huko, sisi tulikuingiza kwa roho moja. Kwa hivyo fanya tu shauri na moyo wako. Simama na wamama. Simama na wamama. Wacha kuwavunjia vitu zao, wacha kuwasukuma. Sisi tulikuchagua na roho moja kusema kweli. Na wewe tufanyie kazi na roho moja. Tafadhali tunaomba. Tuko chini ya miguu yako. Kama tunaweza kukufikia, tungekufikia, lakini hatuwezi kukufikia. Sisi ni wanyonge. Tukifika pale tunafukuzwa. Tukienda hapa tunafukuzwa. Mnataka kila saa tukue na sufuria kwa barabara kweli? Tusameheni, tunaomba. Tusameheni, tukae nchi yenye amani. Hao watoto hawatasoma kwa sababu university yenyewe kuingia tulilipa karibu 200,000. Tuangalieni, tuhurumieni. City Council tunawalipa pesa nyingi sana. Wanaweza hata kutusomesha hao watoto wetu, lakini wanatugandamiza. Tafadhali, asanteni sana. Nimeshukuru kwa kunisikiza. Nimetoa uchungu wangu rohoni, lakini bado niko na njaa. Daniel Kamau Mwangi. Mimi ni mfanyabiashara pale kwa muda mrefu sana. Tuliachwa pale pia na wazazi wetu na sisi pia tukaendeleza. Bali kulikuja issue ya kwamba ati fire station sehemu yake sisi kiunagaubwaga tunavyoelewa ilikuwa ni 50 by 100. Lakini sisi tukiwa kando ya hiyo fire station madhara yametukuta mpaka sisi. Swali linarudia lile ya kwamba kama fire station itakuja iniondoe mimi, yaja kumfaidi nani? Hayo ndio matatizo yetu makubwa. Na Solidarity Open Market tumekuwa tukilipa license consistency tangu 1997. Watu wamekuwa wakilipa leseni, hakuna siku hatujawahi lipa leseni. Na kama tuipa serikali mapato, kwa nini sisi tufurushwe tujikute barabarani? Na ilhali cost of living for now as we speak iko very desperate. Watu wanaumia, na pale mtu anapata kitu yake kidogo inakuwa tena pia unafuatwa, na ufuatwi na utaratibu wa kisheria. Kwani kama ni notisi wakadai wametupatia sisi, mbona tena ilhali wakapokea pesa yetu ya malipo ya leseni ya mwaka huu? Sina mengi ya kusema, ilhali tu tunaomba serikali iturudishie sehemu yetu, sisi tuendelee na kazi yetu, ilhali sisi hatutaki kuombaomba wala kutangatanga. Tunaomba turudishiwe sehemu yetu, sisi tufanye biashara zetu kwa utaratibu wetu. Sina mengi. Jina Daniel Kamau Mwangi. Mimi naitwa David Warutere Kariuki. Hata na mimi ni mkazi na mfanya kazi pale Solidarity. Hakika tumekuwa tunapitia ugumu na mambo mazito, sababu watoto wetu kama saa hii wengi wamefukuzwa shule sababu hatuna namna. Na ningeomba ni kwa sababu tunajua hii fire station ambao tunaambiwa inakuja, hiyo hata haina shida, pahali pake iko. Lakini wamekuja kuchukua sasa, waigilie sehemu yetu ili waweze kuuza. Ni vizuri tuongee namna hiyo. Kwa hivyo tunapokuja hapa hatujui, sio serikali inataka kufanya kazi hapo. Kuna wale ambao wanafuatilia, ambao ni wanasiasa wanataka ili waweze kuwa wanauzia watu wengine. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali yetu itusikie, turudishiwe mahali petu, ni kwa sababu hakika pale ndio tumelelea watoto, sisi tumelelewa tu bado mahali pale. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu, rais wetu na hata mjumbe wetu, sababu ameng'ang'ana kabisa, tuweze kusaidiwa na tuweze kurudishiwa mahali pale. Mungu awabariki sana. Niko na hii ule bado anaongea ni Judith Akinyo Koth. Option ilikuwa mbili. Fire station iwekwe hapo kama ni kidogo ipelekwe kwa Mkunji. Badala ya kutuwasumbua turudishwe sehemu yetu, kama pale ni padogo, hiyo fire station ipelekwe kwa Mkunji. Na ile nauliza ya mwisho, hizi container 3 zilikuja kutoka Mombasa ya kuweka hapo Royal na huko 42 na hapo kwa Chief, zililetwa za nini kama tunasumbuliwa hivi? Hiyo ndio maswali yangu ya mwisho. Well, my clients have instructed me to go to court. I have 222 Gikomba traders trading by the name of Solidarity. They entered this place around 1936
their grandparents and their parents, and now these are some of the children who inherited this land. They have been paying taxes and rates to the county government, the local authority then, now the county government of Nairobi. They have genuine licenses. They have been trading here. Every political regime that has come has acknowledged that they have a right to be there. Save that this time, there are individuals in government who want that land, to take possession of that land, to do the same business that these people are doing. And that is what we are going to court to challenge, that it will be unfair, it will be illegal to remove those ones who have been there for over 50, 60 years and bring those politically connected individuals to do the same business that is there. We are challenging the question of their removal without their public participation. They were never consulted. We are challenging the non-issuance of notices, because the law talks of them being given notices that have not been complied with. We are challenging the demolitions that were done at night, because the law talks of that demolition must be done within working hours, that is 8 a.m. up to 5 p.m. They cannot demolish outside those timelines. Demolition must be done only on weekdays, not on weekends. They have sworn affidavits that some of the demolitions were done over the weekend. They have also been demolished at night. The law does not allow demolition at night. So it is completely out of either government ignorance or the issue of feeling so powerful that they can do what they have done. These are citizens. Lastly, this group serves East and Africa region, Uganda, Tanzania, Somalia, Rwanda, Burundi, DRC. They buy from them. The government is fighting to make Kenya a business center, a hub of trade, to serve the region. Yet it is destroying the hub of trade, which is the small-scale trader at Gikomba. We have appeared in court today. We have been told that we file submissions, then we get a ruling date on the 10th of June. And we hope the court will stop the demolition and order these small traders to go back. It is of utmost national calamity that already 2 have died out of depression, out of frustration, out of hopelessness. We hope that by 10th, no more deaths will be reported from these genuine traders who are working. Basi tumekuwa kotini, tumeshtaki